ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Asante. Mpenzi mtazamaji, tumesikia hapo mazungumzo, tumeyaelewa. Unajisi ni kujichafua wewe na Mungu wako, si habari ya kula chakula. Lakini tunajiridhisha kwa mstari mmoja. Msomaji, ule mstari wa 20, kama bado hujahama kwenye vitabu, ule mstari wa 20, lakini ngoja nirudie mwenyewe, au kama umefika hebu usome tena mstari wa 20 kwenye aya hiyo ya Mathayo 15, 11, 17 mpaka 20. Somo la 20. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla haujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Asante. Nimerudia hapa kwa msisitizo kwamba uchafu wa kawaida unaozungumzwa, mikono usiponawa inakuwa michafu. Lakini ukila bila kunawa, ukala na uchafu wako, ukala ugali wako, sawa, umekula ugali umeingia tumboni ukiwa mchafu, lakini bado kuchafue na Mungu wako. Kwa uchafu unaozungumzwa hapa si wa kuweza kuingia tumboni, mikononi au kwenye mwili. Ni uchafu ambao ni kujichafua na Mungu wako, kuyatenda maovu, kuyatenda mabaya, kutenda asiyofaa. Hayo ndio kuchukiza na Mungu wako. Lakini kula kitu upita tumboni kaenda kutupwa chooni kama ulivyosikia. Kwa hiyo tunajichafua mbele za Mungu kwa kuyatenda asiyofaa. Sasa tunakwenda kuangalia habari ya vyakula. Vyakula, aya zote hizi zinazungumzia vyakula. Sasa hebu twende tukaangalie kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 9. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana, akaumwa njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Asante. Petro alipokuwa akiumwa na njaa aligoma kula. Ni kwa sababu aligoma, mpenzi mtazamaji? Alifuata hizi aya nilizoweza kusoma hapa juu. Akatakatiza tu. Aliacha kula na kuona anajichafua mbele za Mungu, kwa sababu aya nilizotangulia kuzisoma, Torati 14 mstari wa 3 na Walawi 11:1, alizifahamu aya hizi. Akaona kama atakula kitu ambacho ni kinajisi atakuwa amejichafua mbele za Mungu. Mungu aliliona hili. Hii aya inayosomwa ya Petro anaambiwa chinja ule ni sauti ya Mungu. Ikarudia mara ya pili, Petro akatambua ni sauti ya Mungu. Basi akafanya kuchinja na akala, njaa ikamuisha. Sauti hii aliyoisikia, nirudie tena, ni sauti ambayo ilisikika na Ezekieli kule kwenye lile bonde lilokuwa na mifupa mikavu. Sauti hii anayoisikia Petro ni sauti ile ile iliyosikika wakati Yesu anabatizwa. Sauti hii ndio aliyoisikia, imesikika sehemu mbalimbali. Sauti imesikika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo Petro anachinja, anakula. Sasa mpenzi mtazamaji,
baada ya kusikia kipindi hiki, nenda bucha linalouza ngamia, nunua. Nenda bucha linalouza nguruwe, nunua. Unahitaji kufuga sungura, chinja, kula, fuga. Mpenzi mtazamaji, Yesu tunafahamu hakuja kutangua Torati, amekuja kutimiliza. Ametufundisha dhambi ni nini, sio kula. Unajisi ni nini, sio kujichafua kwa mikono yako, ukala ugali ukaenda si uchafu huo, ni kujichafua mbele za Mungu kwa kutenda asiyofaa kama aya zilizozungumza. Basi mpenzi mtazamaji, baada ya kipindi cha leo, basi nenda